Habarini jamani, wapendwa wa mimi jamani, leo tena nimekuja tena mimi mwenzenu ili tuongelee yale mambo mazuri mazuri. Jamani wakubwa shikamoni, wadogo jamani mambo vipi? Leo nataka kuongelea kitu kimoja ambacho wakati mwingine kinakuwa kinatatanisha sana. Unakuwa unakaa unajiuliza, hivi kuna mtu anajua maana ya urafiki? Urafiki maana yake nini? Kwangu mimi urafiki ni yule mtu ambaye kila siku yuko upande wako ukiwa na matatizo. Kuna yule mtu ambaye kila ukiwa na matatizo anakuja anakusaidia. Kwangu mimi huyo ndo rafiki. Kuna wale marafiki wenzangu na mimi mwenyewe wanakuja pale wakiona kwamba nini umepika pilau. Hao wanakuja mama. Tena akiona tu zinanukia hapo utashangaa shoga, nilikuwa tu napitia tu nije mara moja tu. Wala sina kubwa la kusema, nitaka tu nipitie tu mara moja. Hao wanakuja tu kuongea umbea. Watakuletea umbea, watakushibisha umbea mpaka ushibe. Wakiondoka wameshiba pilau, wanaenda tena nyumba nyingine. Hao sio marafiki. Hao ni watu tu wale wanaokuja wanatafuta tu nini, wanatafuta chuki. Rafiki ambaye ni bora, rafiki ambaye ni mwema, anakuja kwako hata pale unapokuwa na matatizo. Anakuja kukusaidia, anakuambia hili na hili ufanye hapa na hapa. Hao ndio marafiki ambao ni wa kweli. Alafu kuna wale marafiki wengine ani sijui nataka nianzie wapi. Wenyewe wapo kama upepo mama. Upepo ukivuma upande wa kulia na wenyewe wanaofuata. Si unajua? Wakiwa na upande wa jirani wengine kumenoga wako kule wote. Alafu kuna wale wenzangu mimi, ukienda upepo upande wa kushoto, tena wako huko pia. Sasa ukitaka pale washike, hebu angalia pale upepo utakapokuwa umetulia, upo katikati. Hapo ndo utaangalia jinsi wanavyogongana. Huyo mwingine atakuja hapa, huyu kasema hili, hivi umesikia shoga yako kasema hivi na hivi. Hao ni watatanishi. Wanabakia tu katikati hapo, wanahoka tu hata hawajui la kufanya. Hao sio marafiki. Na tena mimi nasema tena imeandikwa hata kwenye Biblia, mwanamke mpumbavu anabomoa nini? Nyumba yake mwenyewe. Sasa wewe mwenzangu na mimi una tukilo fulani hivi umeongezea katika nini, mambo ya kujishibisha ya kula hapa pilau, usiku manane chapati, sijui maandazi kwenye kabati, unatujikilo tumetulia. Alafu sasa best wako, your best friend wako, mama, ana hiyo shape mama. Kajitumbo hakuna, Haya, huko nyuma ndo unamkaribisha mama nyumbani kwako. Umemkaribisha best nyumbani kwako. Sasa huyo best ukimwangalia jinsi alivyovaa, akishoka tu kwa koti hiyo chupi tu, nguo ndani yote iko nje. Kiatu mama amevaa sentimita 12. Lipstick ni nyekundu. Nywele kaziweka, sijui kaweka wigi, sijui nini, utajua. Kapendeza ukimwona mwenyewe, yani mwenyewe tu eti rafiki yako unaanza kumtamani. Alafu unamkaribisha wapi mama? Unamkaribisha nyumbani kwako. Alafu sasa wewe katika muda huo umejivalia ndala zako, kanda mbili, sijui moja imekatika, umeiunganisha tu kwa viginini, kwa visindano. Umejivalia tu ile kanga uliopewa ulivyokuwa umejifungua mtoto wako wa kwanza na mama mkwe. Nywele umesuka mabutu matatu mama. Hayo mabutu matatu nasema kwamba sijui kama leo nitapika au sipiki. Umekaa hapo, ushajichokea, hata biha hujavaa. Hayo maziwa yamejiwekea, yamejiangukia, ukiangalia uwezi ukajua ni tumbo au ni maziwa. Haya, muda huo tena sisi wanawake tuliwapumbavu tunawakaribishaga hawa rafiki zetu katika muda ule maalumu ambapo waume zetu wanakuja nyumbani. Sasa mama, haya, umekaa hapo sebuleni unapiga michapo, wewe uko free, uko happy. Hata kama wakati mwingine ukimwangalia rafiki yako unasema jamani huyu ni mzuri, lakini una nini? Unamezea tu. Haya, mlango unagongwa, nani anakuja? Mume wako kutoka kazini. Sasa hapo wewe na mabuti yako hayo mawili kichwani, maziwa yako hata ujui tumbo liko wapi na nini na maziwa yako hapi. Kanda mbili yako kama nilivyosema hiyo imeshonwa, umejivalia kanga ile yako tena ambayo ulipewa katika uzazi wa nini? Mtoto wako wa kwanza na mama mkwe. Sijui inatobo tena chini. Imeandikwa chini tu, mimi niache ndio nilivyo. Haya mama. Mume wako anakuja nyumbani akikuangalia usoni, anaona tu hata mwenyewe haibu. Haya sasa shoga yako si ndio pale, shoga yako ndio pale kaka. Tena kionotio mume anakuja na mlango unafunga tena na kana mguu kidogo juu ili mume aone hata ile mapaja jinsi alivyo mazuri. Sasa hapo unategemea nini hapo? Mume wako akuangalie wewe au angalie best wako friend? Angalie wapi mume wako? Alafu baadaye waume zetu wakianza kukimbia. Baadaye waume zetu wakianza kwenda kulala na hawa best friend wetu.
tunaanza matatizo. Wewe best friend wangu, wewe ni malaya, sijui umenibia mume wangu, umelala na mume wangu hii. Sasa alianzisha hii story, aliyoanzisha haya matatizo ni nani? Ni mume wako. Mume wako ndo alikupigia simu akasema, "Hey mke wangu, hebu wewe bakia tu mchafu, hebu mkaribishe rafiki yako aliyopendeza." Ni kweli? Hapana. Ni wewe peke yako ndo umeharibu. Mwanamke mpumbavu kuharibu mwenyewe nyumba yake. Umemkaribisha nyumbani kwako rafiki yako ambaye ni mzuri kuliko wote rafiki yako. Unaona? Tena umemkaribisha yule ambaye yani ni mzuri kuliko hata wewe mwenyewe. Alafu unashangaa mume wako akianza naye kumkimbilia. Uko nyumbani jioni, usiku huo unafanya mapenzi na mume wako, wewe unajua kwamba jamani, leo mapenzi na mume wangu yalikuwa moto moto. Ngoja nikwambie mama, mumeo alikuwa yuko pisa na mwaza tu rafiki yako. Kwa sababu uwezo ukaamini kwamba wewe katika mapenzi hayo mazuri kitandani akwaze wewe na hizo kanga zilizotoboka. Sahau. Lakini akikumbuka kile kiatu sentimita 12, anaanza kutengeneza film kichwani yeye mwenyewe. Wewe unafurahi, jamani shoga, nikupe uchapo. Jana kwangu mambo yalikopo ni matamu. Mambo yalikuwa mambo, sijui mume wangu nimemlisha nini. Hujamlisha chochote kile, ila umemsafisha macho tu. Umemsafisha macho pale ulipomkaribisha rafiki yako aliye mzuri kuliko wewe, kavaa nusu uchi. Alafu unaanza kusema, Jesus, Yesu nisamehe, mume wangu amekuwa mbaya. Sasa unataka Yesu akusaidie nini hapo? Ameshakwambiani katika Biblia, mwanamke mpumbavu ubomoa nyumba yake mwenyewe. Alafu unakwenda kwa Yesu na mshtaki mume wako, wakati wewe mwenyewe ndio umebomoa nyumba yako. Alafu kuna wale wenzangu na mimi wale wanaweka picha chumbani. Chumbani wanakulala yeye na mume wako. Chumbani anakulala yeye na nani? Na mume wake. Anaweka picha zile nzuri zilizokuwa za zamani za shule zile. Wamevaa kofia zao za kumaliza vyuo na best friend wake wamecheka vizuri. Wako sijui beach sijui. Hizo ndio ziko chumbani. Hizo zimewekwa vizuri chumbani. Sijui picha za mama mkwe ziko chumbani. Hizo picha zatafuta nini? Hizo picha za rafiki yako, za mama mkwe, sijui za mama yako, zinatafuta nini chumbani kwako wewe na mume wako? Unajua shetani bwana. Hivi ngoja naulize, mnakumbuka Mungu alimuuliza shetani? Mkisoma katika Ayubu, shetani je, watoka wapi? Shetani alijibu nini jamani? Niandikieni shetani alichokijibu. Katoka wapi? Sasa kama wewe unaweka picha za mume za rafiki zako wale wa zamani, bado mko young. Sijui picha za mama mkwe. Sijui picha za chumbani mnakolala wewe. Sasa unategemea pale shetani atakapoweka ile contact na macho yake na macho ya mume wako, unategemea nini? Wewe unaenjoy lazima jamani, mume wangu mwaka huu yani sijui kuna nini. Lakini ukijiangalia mwenyewe, nguo za nani zanuka, vyupi vya nuka, hiyo behau ilivua sijui ilivua wiki zilizopita. Alafu unategemea kwamba eti mume wako yuko concentrate, yuko busy na anakufuatilia wewe, anafanya mapenzi na wewe na nini, anakufikiria wewe. Kweli? Tena usahau hizo picha za rafiki yako, sijui mama mke wako, sijui mama yako, sijui dada yako, sijui mdogo wako wa mwisho yule ambaye ni mzuri. Mama hazina, hizo zitoe zote chumbani. Hiyo toa leo, kama unazo leo chumbani zitoe zote. Ziweke sebuleni, ziweke kwa koldo. Ni sawa tu. Zinapendeza, ni familia. Lakini chumbani kwako wewe na mume wako, hizi picha zitoe leo tena. Kwa sababu ninakwambiaje? Shetani anazipenda hizo kweli. Hizo anazitumia mno. Tena uzitoe leo. Nachotaka kukwambia mwanamke mwenzangu, marafiki ambao tunawaleta nyumbani, marafiki wale ambao tumewaweka nyumbani kwetu katika picha, wanaharibu ndoa zetu asilimia kubwa sana. Ukitaka kuweka wewe rafiki yako na mweka rafiki, hakikisha kwamba uko top. Mume wako anakuja nyumbani, mama unanukia. Mume wako anakuja nyumbani, uko clean. Na wasema unanukia, simaanishe kwamba wewe uamke asubuhi tu uanze kujilemba tu mume wangu anakuja. Hapana. Unajua kuna ile upo simple huko nyumbani lakini unanukia. Mume wako akikuona tu anakuwa sema, "Baby, I love you." Sasa mwenzangu na mimi, wewe unamka asubuhi.
Sijui yale mate ya kuota ndoto yamepitia huku. Sijui huku kuna yeye mnaita nini matongotongo, sijui mnaita nini hapo. Unajinukia tu vile vyote, hata minuko mingine hata sitaki kusema. Upo katika sebuleni kwako unaongea. Ukiongea hapa hiyo harufu inatoka mdomoni mume wako yaani hata wazo la kukisi linakimbia. Wajameni. Alafu wewe unataka kwamba mume wako wewe awe active. Atakuwaje active mume wako kwamba hata akitaka kukubusu jamani anaogopa kwa sababu ya harufu inatoka mdomoni. Wajameni. Nguo ya ndani umevaa, hiyo chupi umevaa. Yaani imekuwa kubwa hata kuliko mwenyewe. Sijui ina shimo upande wa kulia, sijui ulipata nini kipindi kile ulikuwa mjamzito kwa sababu tumbo ni kubwa mno, kwa hiyo chupi ilikuwa kubwa ukajinunulia ili uwe free. Hiyo ndio unajivalia mpaka leo. Alafu na hiyo pia mume wako anajua kwamba hii nguo yake ya ndani ya mke wangu iko toka mtoto wetu alipokuwa anazaliwa. Alafu sasa mtoto wetu sasa hivi ana miaka 15. Tutaongea kuhusiana na mambo ya nguo za ndani kwa sababu hii ni aibu kubwa sana. Tena usitaki kuniambia kwamba mimi ni maskini. Katika kabati una viungo vya pilau vyote vinauzwa shilingi ngapi viungo vya pilau? Wewe unanunua nyama kila siku, nyama inauzwa shilingi ngapi? Basi mama, hebu nunua nguo za ndani. Nunua nguo za ndani hata 3 tu ambazo ni nzuri. Wajameni mimi. Mimi nataka tu niseme cha muhimu, angalia marafiki wako. Kwa sababu tabia mbaya za marafiki zako hizo ndio nini chanzo cha kwa nini cha kuharibu maisha yako. Hao ambia wanafiki wanakuja tu kwa veranda kula pilau, achana nao. Hao wanakuja tu kuvizia mume wako ili amuibe, achana nao. Anza kujipenda mwenyewe. Hapo wanakuwa hawana chance ya kukuibia chochote. Ukianza kujipenda wewe kwa sababu mume wako anakuwa anasema, unataka nini nje mke wangu yuko fit. Mke wangu ni nini mzuri. Kwa hiyo jamani, hebu tuache biashara za kuamka saa 9 usiku kula chapati za jana, sijui vitumbua, sijui bagia. Hizo ndo zinatuletea matatizo ya vitumbo. Hata mazoezi yenyewe hatufanyi. Basi tuwe na discipline ya kula. Tuangalie muda tunaoenda kula jamani. Najua wengine watakuwa wanacheka hapa. Mimi sicheki mimi sicheki. Kwa sababu mimi inaniuma sana. Nikiona watu wanavyosema kwamba mume wangu ameondoka na rafiki yangu. Mume wako, nikasema leo lazima nije niongelee hichi kitu. Anza kujipenda. Kwa sababu ni matumaini kwamba mlinimisi kidogo. Hebu msianze kujishauri kwamba hamkunimisi. Huo ni uongo. Sema tu dada, tulikumisi. Tunashukuru umerudi tena na tunakupenda. Na mimi nawapendeni sana. Bila nyinyi nisingekuwa hapa. Si ninajua tena. Nyinyi ndio ndugu zangu. Nikija hapo ndo naongea Kiswahili. Nikiwa huko naongea tu Kijerumani. Msinajua tena. Lakini nawapendeni sana, nawapendeni mno. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Leo ni sikukuu ya nini ya Pentecoste. Tena Roho wa Bwana awakumbatie katika ndoa zenu. Awatoe marafiki wale wabaya katika maisha yenu. Nawapendeni sana. Tuonane kwenye topic nyingine. Nitakwenda kuongelea mambo ya nguo za ndani. Tena mwanzeni kabisa kuzitoa zilizoanza kuchanika. Kwani mambo yatakuja makubwa. Nawapendeni sana.